Msingi wa mafanikio mema kazini, viongozi wafanya kazi lazima wote tuwe na nidhamu. Halo bosi. Halo. Habari ya kazi? Nzuri. Safi. Sasa nina taarifa mbaya kidogo nikujulishe. Halo, nimepata matatizo hapa Tazara. Nimepata ajali Tazara hapa. Kati ya mimi gari ndogo na pikipiki. Okay, umeshatoa taarifa polisi? Tayari alishapigia polisi na wengine wamefika, wengine wako njiani wanakuja. Sawa. Kwa jina naitwa Superintendent Birari, natoka polisi jiji Mbeya. Tumepata taarifa ya ajali, jeshi la polisi limepokea taarifa ya ajali ambayo imehusisha gari inayomilikiwa na kampuni ya Breweries pamoja na pikipiki ambayo ni bodaboda katika barabara kuu ya kutoka Mbeya mjini kuelekea Tunduma. Na baada ya kupata tu taarifa hiyo majira ya saa 10, tulijitahidi kwa kadri inavyowezekana na tumetumia kama dakika 13 tu kufika eneo la tukio, ambapo kweli tulikuta kuna majeruhi mmoja ambaye alikuwa akiendesha pikipiki. Tuliweza kumrescue na kumpeleka hospitalini mapema, lakini kwa wakati huo tuliambatana na kikosi cha trafiki pamoja na askari wa kutuliza ghasia kwa kuhofu kwamba panaweza kutokea ghasia zozote katika hii tukio la ajali ambalo limetokea. Nitoe rai tu sana kwa madereva wa bodaboda na vyombo vingine wawe makini, kwa sababu kwa taarifa za awali kabisa, uchunguzi wa awali unaonyesha kabisa
kwamba ni makosa ya dereva wa bodaboda ndio ambayo yamepelekea kutokea kwa ajali hii. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi Athumani Hassan Wasilei kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Mnamo majira ya saa 9 na dakika 51 tulipokea taarifa ya wito wa maokozi kutoka kwa Mr. Mbise kupitia namba yetu ya dharura 114 akieleza ya kuwa eneo la Tazara Station kuna ajali imetokea. Mara moja mnamo majira ya saa 9 na dakika 52 tulitoa gari kituoni pamoja na askari waliokuwepo kuja katika eneo la tukio, ambapo mnamo majira ya saa 9 na dakika 57 gari iliweza kuwasili na kufika katika eneo la tukio. Kulipofika eneo la tukio ilikutana na scenario ya ajali ambayo imehusisha gari 3 pamoja na bodaboda, lakini chanzo kikuu kinaonekana kwamba ni dereva bodaboda ambaye aliingilia katika njia isiyokuwa sahihi. Lakini jukumu la Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lilipofika hapa lilifanya maokozi ya yule majeruhi na pia kumtoa katika eneo hatarishi kumpeleka katika eneo salama ili aweze kupelekwa katika hospitali. Lakini vile vile katika ajali hii ulitokea msuguano ambao ulizalisha tukio la moto. Kwa askari mara moja waliweza kudhibiti ule moto na usilete madhara katika eneo hilo na kuhakikisha linakuwa salama muda wote. Kwa askari walimaliza operesheni yao salama na kuhakikisha eneo linakuwa salama kwa ajili ya matumizi mengine. Lakini tutoe wito kwa watumiaji wa barabara. Mtu anapokuwa katika barabara basi awe anachukua zile kinga na tahadhari ambazo zinamruhusu aidha kuingia katika njia kubwa au njia ndogo ili kuweza kuepukana na kuzuia majanga kama haya yasiweze kutoka katika jamii yetu na kusababisha majeruhi kama yaliyompata ndugu yetu ambaye hakuweza kufahamika jina lake, lakini hatujui hali yake jinsi ilivyo. Kwa wananchi tuwahimize katika hili, basi wao wanafuata sheria za barabarani kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. Kwa hiyo kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, mwisho kabisa tunawakumbusha wananchi, matukio kama haya ya hatari yakitokea barabarani, basi wasisite kulijulisha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupitia namba ya dharura 114 ili waweze kuja kutoa msaada katika maeneo kama haya kama tulivyofanya hivi leo. Kwa hiyo niwashukuru wananchi pamoja na hawa watu wote ambao wameshiriki katika zoezi hili kuweza kufanikisha likawa salama. Na mwisho ni kushukuruni waandishi wa habari pamoja na wale waliokuwa wakinisikiliza. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Nemes Erasto Bunyaga, afisa tabibu nayefanya kazi kwenye gari la huduma ya afya, yani ambulance, ambaye wakati niko natimiza majukumu yangu nilipokea taarifa kutoka kwa dereva kuwa kuna ajali maeneo ya Tazara hapa Iyunga, na hivi tukachukua uamuzi wa kufika mara moja na haraka na tukamkuta mgonjwa akiwa eneo la ajali akiwa mahututi, hajitambui. Kwa tukafanya uokozi wa haraka na matibabu ya haraka kwa mgonjwa ambayo tulifanikisha kuokoa maisha yake, na mpaka sasa mgonjwa yuko salama, na hivyo tukampeleka kwenye hospitali ya Rufaa Mbeya kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo ninasisitiza na kutoa rai kwa madereva wote wanaotumia vyombo vya usafiri na wale wasiotumia vyombo vya usafiri kusisitiza huduma ya haraka, yani ambulance. Watakapopata ajali, unapoona ajali yoyote kwenye eneo la barabara na kwenye eneo lolote, basi nasisitiza wawe na taarifa na watoe taarifa kwenye vyombo vya usalama, lakini pia kwenye usafiri wa ambulance. Naitwa Ansaji Zakaria Mulinda, ni distribution controller Mbeya Brewery. Dakika 10 zilizopita dereva alinipigia simu kwamba amepata ajali eneo la Tazara. Kwa hiyo kitu cha kwanza nilifanya ni mawasiliano pamoja na kutoa taarifa katika jeshi la polisi na vyombo vya usalama kwa ajili ya kupata msaada, lakini pia mimi mwenyewe nilichukua hatua ya kuweza kufika hapa eneo la tukio ili niweze kuona kama kuna jambo lolote naweza nikafanya kwa ajili ya kutoa msaada. Lakini kwa kifupi nashukuru sana, nimefika eneo la tukio na ukuta watu wa huduma ya kwanza wamefika, fire pamoja na polisi trafiki kwa ajili ya kutoa msaada, na kwa bahati nzuri tulikuwa na majeruhi mmoja ambaye pia alishachukuliwa na gari ya wagonjwa kwa ajili ya kupelekwa kwenye huduma kamili katika hospitali ya Rufaa ya Kanda. Kwa hiyo tunashukuru kwa ushirikiano mkubwa ambao umetolewa. Hii ni drill ambayo imefanyika kwa ajili ya kuangalia utayari wa wafanyakazi wetu na wanajamii kunapokuwa kumetokea dharura kama ya moto au ajali. Kwa hiyo tumefanya leo trial ya kuangalia dharura ya ajali, ambapo tumeona kuna response nzuri kutoka kwenye
taasisi ambazo tunashirikiana nazo kama fire, polisi, traffic na hospitali. Kwa hiyo tumeona kwamba tupo tayari wakati wote unapoweza kuwa kumetokea dharura tukaweza kuhudumia jamii ambayo imeathirika kwa wakati. Lakini jambo la kujifunza ni kwamba kwa wakati wote ule tunapokuwa barabarani tunatakiwa kuchukua tahadhari. Sisi kama watumiaji wa barabara, madereva wa magari makubwa, madereva wa magari madogo, madereva wa pikipiki na watumiaji wengine wa barabara, itatusaidia kuepuka ajali. Tunasema kawaida kwamba ajali haipukiki, lakini kama kila mtu atakuwa makini anapokuwa barabarani, tunaweza tukaepusha ajali na kuokoa zaidi maisha yetu wenyewe na kupunguza majeruhi wanaopatikana kutokana na ajali. Kwa majina naitwa Raymond Mbise, ni kiongozi wa usalama upande wa usafirishaji kwa maana Fleet and Safety Supervisor. Natokea Mbeya Brewery, na siku ya leo tulikuwa tunafanya emergency drill kwa maana ya kuangalia response ya watu kwa jinsi ambavyo wana respond ikitokea masuala ya ajali barabarani. Emergency response yetu ilihusisha ajali ya magari mawili lakini na pikipiki moja, na ilikuwa inaonyesha kwamba tungepata majeruhi mmoja ambayo ni dereva bodaboda ambaye alikuwa anajaribu kumkwepa mtu wa gari ndogo ambaye alikuwa anaingia barabarani. Kwenye emergency drill tuna baadhi ya magepo ambayo tumeidentify. Nafikiri report kamili itakavyotoka itakuja na action ambazo tunaenda kuimplement kwa ajili ya kuhakikisha tunafanya vizuri zaidi. Yes, Dave. Kwa majina naitwa Shukuru Chelea, ni logistic manager kutoka Mbeya DC. Leo tulikuwa na tukio ambalo tumeweza kulifanya, tukio ambalo sisi tunaita fire drill, ambayo hii inafanyika mahususi kabisa kwa ajili ya kwanza kuweza kukumbushana kuhusiana na vile ambavyo tumekuwa tukijifunza kule theory ofisini, kuweza kuja kuona practically pale inapotokea tatizo, mtu amepata ajali, nini natakiwa kifanyike kutoka katika pande zote, kutoka kwetu sisi kwanza kama wafanyakazi, hususan kabisa dereva ambaye yupo eneo la tukio, ila pia tunaweza kuangalia kwamba baada ya dereva kutoa taarifa ni kwa uharaka gani na kwa umuhimu gani vile vyombo vyetu vya usalama vinaweza kuja na kuweza kurescue. Kama mtaweza kuona leo tunaweza kuona polisi ambao wamekuja maalum kabisa kuweza kulinda mzigo, kwa sababu tumechukua na matukio pale ambapo inatokea incident ya magari, kumekuwa na upotevu wa mzigo, ila pia mmeweza kuona ambulance imekuja kwa haraka kwa ajili ya kuweza kutoa ile first aid na kuweza kuchukua wale majeruhi. Na pia zaidi kwa tukio kubwa ile la fire drill mmeweza kuona pale ambapo fire na wao wameweza kufika kwa wakati kwa ajili ya kuja na kuweza kuuzima ule moto. Hivyo ni tuweze kutoa kwanza pongezi sana kwa timu yangu yote ya logistics ikiongozwa na bwana Raymond Mbise ambaye ni Fleet and Safety Supervisor, ila pia dereva bwana Mr. Moses ambaye alikuwa ni dereva wa gari, ila zaidi pia nitoe shukrani kwa vyombo vyote vya usalama kwa support ambayo wameweza kutupa kutoka kwa RPC pamoja na RTO na timu zao zote. Asanteni sana. Hili tukio wanalifanya kila mwaka, kwa hiyo tukutane tena mwakani kwa tukio kama hilo. Safety first.